Dada wa kazi aliambiwa muoshe nyoka mkubwa mno kila ifikapo saa 2 asubuhi kila siku. Ilikuwaje? Hebu tuambatane sote mwanzo mpaka mwisho katika simulizi hii ya kusisimua. Kwa jina anaitwa Hilda. Ni msichana wa miaka 24 kutoka Morogoro. Alikuwa ni msikivu, mchapakazi na mwenye ndoto kubwa za kubadili maisha ya familia yake. Hakuwa na elimu kubwa sana, lakini mtaa mzima ulikuwa ukimkubali kwa uwezo wake mkubwa wa kushona nguo kwa kutumia cherehani. Kwa takribani miaka 2 alihangaika sana mitaani kutafuta ajira baada ya cherehani yake kuibiwa. Alijitahidi kuomba kazi kila mahali, lakini majibu yalikuwa yale yale tu, tutakujulisha. Ndoto zake nazo zilianza kufifia. Ndipo siku moja akampigia rafiki yake aitwaye Zena, ambaye alisafiri kwenda Dubai kufanya kazi za ndani. Halo Zena, naomba unisaidie kama kuna bosi yeyote huko anayetafuta mfanyakazi wa ndani. Mimi niko tayari hata sasa hivi. Cherehani yangu niliyokuwa naitegemea imeshaibiwa. Na kuomba sana rafiki yangu unisaidie. Zena akamjibu Hilda kwamba usijali kabisa rafiki yangu, naweza kukusaidia. Ngoja, kuna bosi mmoja hivi nilimsikia kama anahitaji mfanyakazi. Nitakuunganisha naye na ni kazi ya ndani pia. Lakini mshahara wake ni mzuri tu. Huwezi kujutia rafiki yangu. Baada ya siku chache kupita, Hilda alimpigia simu rafiki yake akimtaarifu kuwa tayari ile kazi ambayo alimuomba mtafutie imeshapatikana. Kwa hiyo jambo linalofuata ni yeye tu kufanya utaratibu wa kupata passport ambayo itamfikisha mpaka Dubai. Mama yake Hilda alimwangalia kwa macho ya huzuni mno. Moyo wake ulikuwa unakataa sana hiyo safari. Hakujua ni kwa nini, lakini alijikuta tu akimzuia mwanae asiende. Mwanangu Hilda, nakuomba usiende hiyo safari ya huko Dubai. Mbona kuna wenzio wako hapa tu na maisha yao yanaenda vizuri tu kabisa, kuliko hata hao ambao wako huko unakokimbilia mwanangu. Hebu tuliza kichwa mwanangu, ridhika na hali. Lakini Hilda aliona kama mama yake anampigia kelele hivi, kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya ndoto yake siku moja afike Dubai pia. Hilda alimwahidi mama yake mengi mazuri tu baada tu atakaporudi kutoka Dubai. Baada ya safari ya saa nyingi, hatimaye Hilda alifika Dubai. Dubai ilikuwa ya kupendeza mno, jiji linalong'aa, magari na majumba ya kifahari kila walikopita. Hata Hilda akawa anajiuliza kimoyomoyo, watu kweli wanaenjoy jamani. Ina maana huu mji wote hauna hata maskini? Yaani toka tulikoanzia kule hata hakuna nyumba hata moja ya mlala hoi. Lakini hakujua kila kinachong'aa kina gharama, na gharama siku zote inaweza kuwa nzuri au mbaya. Hilda alipokelewa kwa furaha kubwa na familia ya kitajiri, familia yenye pesa, upendo na kila kitu kizuri ambacho Hilda alitamani kukiishi siku moja. Hilda alipewa chumba chake kizuri kabisa na kazi zikaanza rasmi. Kazi zilikuwa kama zile tu ambazo alizizoea kabisa toka nyumbani kwao, ikiwemo kusafisha nyumba, kupika, kufua na kuosha vyombo. Na kwa wiki 2 za mwanzo alifanya kazi vizuri bila tatizo lolote. Tena wenyeji wake walikuwa wakarimu kupita maelezo, mpaka Hilda akajihisi kama yupo nyumbani kwao vile. Lakini siku moja bosi wake wa kiume alimuita pembeni, macho yake yakiwa kama yameficha jambo ambalo lilipaswa kuzungumzwa toka muda mrefu. Akasema, binti, kesho asubuhi saa 2 kamili utaingia chumba kile pale cha chini. Kuna ndugu yangu pale utamkuta. Utamwogesha kila siku ndani ya muda huo niliokuambia, saa 2 kamili. Umenielewa? Hakikisha hakuna yeyote yule anayejua siri hii. Hata ndugu yako yule aliyekuunganisha hapa kwangu, hakikisha umwambii chochote kuhusu jambo hili. Huo ndio utaratibu wangu ambao nimejiwekea kwa kila mfanyakazi wangu anayekuja kufanya kazi hapa kwangu. Kama ikitokea umeshindwa, usisubutu kusema lolote. Ni heri ukaja ukaniambia, bwana bosi, mimi nimeshindwa, nirudishe nyumbani kwetu. Kesho yake saa 2 kamili, Hilda alishika ndoo ya maji baridi na kuelekea chumba kile alichokuwa ameelekezwa.
Mlango ulifunguliwa kwa funguo maalumu ambayo alikuwa tayari ameshakabidhiwa na bosi wake. Akashuka kwenye ngazi za saruji zilizojaa baridi na giza. Mbele yake alijitokeza nyoka mkubwa mno wa ajabu, mwenye macho mekundu na ngozi yenye madoa ya kijani kibichi. Alizungusha ulimi wake kwa kasi na kutoa sauti nzito ya kuogopesha. Hilda akaweka ile ndoo chini kwa hofu na kupiga kelele, lakini akakumbuka maneno aliyoambiwa na bosi wake. Akaamua kujikaza kisabuni na kumwogesha nyoka huyo. Na kwa takribani siku 5 mfululizo, aliwahi saa 2 asubuhi na mapema ili kumwogesha nyoka huyo. Lakini moyo wake ulikuwa na wasiwasi mkubwa mno. Siku moja akiwa kwenye maongezi ya kawaida na Salha, dada wa kazi wa mtaa wa karibu ambaye ndiye rafiki yake aliyemuunganisha kwa yule bosi, Hilda alikosa uvumilivu wa kubaki na siri hiyo kabisa. Akaamua kuisema wazi wazi bila kuficha chochote. Akamwambia Salha kila kitu. Salha rafiki yangu, kuna kitu nataka kukuambia, lakini nakuomba ibaki kuwa siri yetu tu. Nakuomba Salha, usimwambie mtu yeyote yule, nimepewa vitisho sana. Salha akamtoa hofu Hilda na kumtaka aongee jambo lililomleta, huku akimwahidi kuwa hawezi kusema siri hiyo kwa mtu yeyote yule mwingine. Hilda aliongea yote kuhusu nyoka mkubwa aliyemshuhudia kwa macho yake na kuambiwa amuogeshe kila siku, pamoja na vitisho vyote alivyopewa na bosi wake ili tu asiseme siri hiyo. Salha alibaki ameduaa tu. Alihofia sana kuonekana kama yeye alikuwa anafahamu hayo yote, lakini kiukweli hata yeye mwenyewe hakuwa anafahamu chochote kile kuhusu jambo hilo. Salha alimshauri Hilda atoroke ili kuepusha matatizo makubwa zaidi mbeleni. Lakini usiku wa siku hiyo, Hilda hakulala kabisa. Mlango wa chumba chake ulifunguliwa kwa nguvu, lakini aliyefungua hakumuona. Akaingia chini ya kitanda haraka haraka ili kujificha, lakini alichokiona